Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwani kwanza alikuwa anaimba nini kwanza? Sauti yenyewe. Afadhali hata hii ya kwangu. Afadhali ya kwangu. Na hatuishi. Amen. Kile ambacho tunachokipokea. Tunapopokea baraka kama vile Mungu ameruhusu upako tutembee nao. Upako tunatembea nao hadi manyumbani kwetu, hadi makazini kwetu, hadi popote tunapoenda. Ni vigumu sana yule pepo arudi tena katika maisha yetu. Haleluya. Amina. Wengine wanapotoka toka wanaporudi makazini kwao, wanaanza chuki ile ile na wafanyakazi wenzao. Paka mfanyakazi anasema, huyu mtu ni mrokole, haya huyu mtu ni mchawi. Huyu mtu ni mrokole, huyu mtu ni mchawi. Bila nguvu ambayo iliyotenda kazi ndani ya Maria, na pepo wakatoka, na yule kipofu akatoka. Popote alipoenda aliendelea kutunza ule muujiza, na mapepo au magonjwa au matatizo hayakumrudi tena. Haleluya. Haleluya. Amina. Hapa neno la Mungu linatuambia kuna vitu vitatu hapa ambavyo tunaviona. Kitu cha kwanza, maombi yanahitaji discipline. Maombi yanayoleta nguvu yanahitaji kwanza discipline. Uwe na discipline kwanza ndani yako. Uwe na discipline kwanza kwako. Haleluya. Haya maombi hayaanza leo, tumeanza tangia jana. Lakini tangia jana ukiangalia yule aliyekuwa naomba, nasema afadhali hata yule ambaye anafanya mazoezi ya kufanya diet ya mwili. Maana hafanani na mtu anayeomba, anayehitaji kutendewa kitu na Mungu. Tabia zake, mwenendo wake, masemi yake hayastahili mtu kutafuta uso wa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Unajua kuna kitu nimejifunza. Kuna watu ambao wanachukia watu wenye dhambi. Lakini hatustahili kuwachukia, tunahitaji kuwapenda. Tunastahili kuwapenda ili wewe karibu na sisi, wamuone Mungu wetu, wapate kubadilika. Amina. Kuna bwana mmoja ambaye nimekutana naye. Yule bwana ndiye ambaye alinifanyia booking ya hoteli, simjui. Lakini mtu mmoja kaniambia yule mtu ambaye amekufanyia booking ya hoteli iko hivi ni mchafu, kwa siku anachukua wanawake 6-4 na ameoa. Anakunywa pombe na nini. Nasema okay sawa. Nikaenda, nilipofika gari ambayo ilikuja kunichukua airport ile hotel, ikaja ikanichukua, nikafika pale hotelini, nikakaa pale, alafu akaja kunitafuta ili anijue mimi ambaye amenifanyia booking. Nikaonana naye, nilipoonana naye nikamsalimia, nikamwambia bwana, taarifa za huyu mtu nimezisikia, lakini uwepo wangu kwake ufanye kitu katika maisha yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kanyamaza, nikasema sitamtenga na sitamkimbia, nitakuwa karibu na yeye. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakati mwingine anamtafuta, yuko kwenye mambo yake, yuko hivyo vitu vyake vile ambavyo nimevisema. Lakini kadiri alivyokuwa anaendelea kunisogelea, ndivyo alivyokuwa anaacha vitu anavyovifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mpaka dereva wake. Unajua kuna wakati mwingine madereva huwa wanaona vitu ambavyo mnavifanya nyinyi mabosi wao. Msifikiri wananyenyekea tu kulinda kazi. Kabisa. Lakini wanawajua uchafu wenu. Anajua tu nikimsema bosi sina kazi. Sasa ametoka kidogo, so ana kazi nzuri, ana dereva wake. Yule dereva kaniambia, tangia nimekuona na huyu bosi wangu sijamuona tena naenda kwa wanawake. Sijamuona kabisa naenda kwa wanawake. Nimeamini kama wewe kweli ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa yule bwana alinikaribisha nile chakula nyumbani kwake. Akasema atakuja kunichukua
saa 11 akitoka kazini, nile chakula nyumbani kwake. Nilipoenda ili nile chakula nyumbani kwake, chakula bado hakijaliwa. Mke wake akasema nahitaji kwanza maombi, niombe. Mimi nimejiandaa siku nzima sikula ili tumbo liwe vizuri, nisiharibu chakula cha watu, nile vizuri. Chakula kiliwa wapendwa. Hakikuliwa. Nimejiandaa kwa kula. Tunaweza nianze kumwombea. Mapepo zililipuka sijawahi kuona. Mwanaume alifikiri ni sinema, hajawahi kuona vitu kama hivyo, ni filamu. Na unajua wale ni wazungu tu, ni wapumbavu, wajui iko uchi. Kanguo kiko humu na kaseglet. Hakuna cha chupi, hakuna cha nini. Walifikiri ni mchezo tu. Akaja tu. Priye pour moi. Okay, sawa. Kaa hapa. Nilipoweka mkono tu, pepo zikaanguka na kanguo kake kakaruka juu, akabaki kama alivyozaliwa. Ni shida. Mume mikono yake ndio alikuwa anaficha tu pale tu kwenye nini, alikuwa anaficha kwenye mlango wake hapo. Mikono. Kwanza natetemeka, mwanamke na mapepo alishanirukia ngumi za kutosha. Kana nikamwambia wewe kama mzungu unataka kunizoea. Nilimpiga pawa kaanguka hapo chini. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Nikamwambia wewe napiga nichezea. Amen. Wagongo nakula ugali na maharagi wewe. Hawa mnakula chips tu na mayai, acha habari yako. Haleluya. Amina. Sibiti hapo mume tu anaweka mikono hapo tu. Wow. Hakuna jinsi, iko uchi. Alikuwa anapanda hivi kama joka. Iko na nguruma kama joka, anapanda hivi. Katika kupanda na ngumi anapanda, kanishika na meno. Akashika mkono kaanza kung'ata, nikamwambia wewe mimi hawezi. Amen. Roma ligarashi mimi ni mbongo. Haleluya. Amina. Haleluya. Nikaachilia power. Akaachilia power, nikaanza kumtoka. Power ilipoanza kumtoka, mwanaume ndiye akashika mguu akaubabanisha hapa. Lakini yuko uchi, akaenda sasa kuchukua kitu ile mviki. Sasa mimi sione huko, naona mbingu zingine. Amen. Haleluya. Amen. Chakula kikulika tena. Deliverance juu ya deliverance, nimeshachoka sikula tena. Chakula wakajaribu kukifunga ili nitakule huko hotelini. Nilipofika hotelini na miskula nikajipatia watu hotelini sikula. Amen. Haleluya. Amina. Maombi inahitaji discipline. Amen. Kitu cha kwanza lazima uwe na discipline ili utafute uso wa Bwana. Uso wa Bwana unatafuta kwa discipline. Uso wa Bwana unatafuta kwa nidhamu. Uso wa Bwana unatafuta kwa utii. Uso wa Bwana unatafuta kwenye discipline. Ya viwango vya juu. Haleluya. Amina. Ndio maombi yanatoa nguvu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hapa Biblia imesema ya kwamba, kitu cha pili imesema ya kwamba maombi sio mazoezi. Anasema kwamba unyenyekevu. Anasema wakilitafuta kwa unyenyekevu. Maombi yanahitaji unyenyekevu. Watu wanatafuta uso wa Bwana lakini sio wanyenyekevu, ni wakaidi, wenye kiburi, wenye majivuno, wenye kujitapa, wenye kujivuna, wenye chuki. Maombi ya hivyo hawezi kuona uso wa Bwana. Maombi yanayoleta majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua Daudi hata nyumbani kwao walikuwa shamsahau. Hata nyumbani kwao baba yake alimsahau Daudi kama kuna kuwepo mtoto anaitwa Daudi. Amen. Wakati nabii Samuel anatumwa kwa Yese aende kampake mafuta mtoto wa Yese kwa mfalme, kuna kitu pale najiuliza. Je, nabii alikuwa haoni ya kwamba wale vijana ambao wako pale sio? Lakini mambo ya Mungu sio ya kuchezea. Amen.
Mungu sio mwanadamu. Amen. Anafanya anachokijua yeye. Amina. Anachokitaka yeye. Amina. Samuel imefika kwa Yese. Wameleta watoto wote wa Yese ambao wamesoma, ambao wameenda vyuo, ambao wana madigrii zao, wamesoma jeshi, wanajua kila kitu, ni waziri wa kila kitu. Wakaletwa mbele ya Yese. Yese akasema, mbona Bwana hajanionyesha hawa? Kwa nini Mungu akumfunulia Yese kwamba kuna mtu mwingine? Akumfunulia Samuel. Samuel akamwambia, Yes, hawa ndio watoto wako wote, hakuna wengine. Kuna kadogo kanakochunga kondoo, kananuka, kalikuwa na perfume sio kwa ya kawaida, perfume inayonuka kondoo, perfume ya maji ya kondoo, perfume ya mkojo wa kondoo. Akasema yawezekana kuna kengine kale kadogo kako porini, yawezekana. Samuel akamwambia, mwende mkamuite. Walipomuita, Biblia inatuambia alipokuja kale kadogo palikokuwa kananuka perfume, Bwana akamwambia Samuel, inuka, huyo ndiye nimemchagua kwa mfalme. Bwana akampaka mafuta, huyo ndiye nimemchagua kwa mfalme. Inuka huyo Samuel. Bwana akampaka mafuta. Daudi alipakwa mafuta tofauti na Sauli. Sauli alipakwa kwenye chupa, lakini Daudi alipakwa kwenye pembe. Haleluya. Ufalme unaodumu, ufalme wenye nguvu. Haleluya. Usidharau mwanzo wako. Amen. Usidharau kile kidogo ulicho nacho. Amen. Mshirikishe tu Mungu. Amen. Mshirikishe Mungu ndani ya kile kitu ulicho nacho. Mshirikishe tu Mungu ndani ya kile ulicho nacho. Mshirikishe tu Mungu. Usidharau. Kama ni kusuka nywele, suka. Kama ni kuuza viazi, uza. Kama ni kutembeza sijui jambo kama, usidharau kile kidogo ulicho nacho. Mshirikishe tu Mungu katika kile ulicho nacho. Hapo ndipo kuna kikubwa cha ambacho Mungu atakifanya kwa ajili yako. Haleluya. Amen. Samuel akapaka, Daudi akapakwa mafuta kale kadogo. Na Daudi alipopakwa mafuta hakusimama kuona kwamba ni mfalme. Daudi akaenda kwenye nyumba ya kifalme ambaye yeye ni mfalme, ambaye Sauli hajui. Daudi alienda ikulu kwenda kupiga kinanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio kuna kazi ambayo Mungu anaweza kukutuma wewe uangalie tu, wewe uchungulie kazi. Kumbe wewe ndio utakuwa boss wa hiyo kampuni. Kumbe wewe ndio utakuwa boss wa hiyo kazi. Kumbe wewe ndio utakuwa boss. Wewe kutuma tunaenda. Kumbe wewe ndio utakuwa boss. Haleluya. Amina. Daudi anaenda ikulu, kumbe yeye ndiye atakuwa mfalme. Bila yeye kujifikiria na bila mfalme kufikiria, kumbe yeye ndio mfalme. Amina. Usidharau mwanzo wako. Amen. Usidharau kile kidogo ulicho nacho. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sijui nimeingia huko. Rudi. Sijui nimeingia huko. Amen. Sijui. Sijui tu. Sijui mekuaje, sijui. Mnaimba sijui. Amen. Sijui. Amen. Lakini yupo Mungu. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Yule unayemdharau leo anaweza kawa yeye ndiye amebeba hatima ya maisha yako. Kabisa. Maombi yanahitaji unyenyekevu. Amen. Maombi yanahitaji kuacha njia mbaya na kutafuta uso wa Bwana. Amina. Amen. Wao wanasema kama watajinyenyekeza na kuacha njia zao mbaya. Maana kuna njia tunazoziendea ambazo sio nzuri. Lazima tuziache zile njia mbaya ili tufanye maombi yanayoleta majibu. Amina. Amen, amen. Amina. Ndio kuna mtu anajitapa, mimi Mungu wangu atapigana, Mungu wangu atanitetea. Je, njia zako zile ambazo umeziacha ili Mungu akutetee? Amen. Mungu hawezi kukutetea kwenye uhuni wako. Amen. Mungu hawezi kukutetea kwenye mabaya unayoyafanya, kwenye njia unazoziendea hawezi kukutetea. Kwa maana tayari hautafuta uso wake, hawezi kutafuta uso wa Bwana na kutakuacha njia mbaya. Amen. Amina.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Kuna watu ambao wamekuwa wakala wa watu wabaya. Wao ndio wakala wa kutendeana mabaya. Wao ndio wakala wa kutafuta njia za kuharibishana. Wao ndio wakala wa kutafuta njia za kubomoa wenzao. Wao ndio wakala wa kuingiza wenzao kwenye mabaya. Lakini Bwana anasema ya kwamba ili utafute uso wake, uache njia zako mbaya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Haleluya. Pale kwenye hoteli ambayo nilipofikia kuna mtu alifukuzwa kazi. Amen. Amina. Alifukuzwa kazi. Wakati anaona ananiambia, "Mbona wewe ninakuona muda wote hapa uko peke yako? Hautaki kutafuta kope?" Nikutafutilie mtu, naona uko peke yako tu muda wote. Kumbe alisikika na aliona kwenye kamera. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akamwambia, "Mimi status yangu hairuhusu vile unavyovisema." Walimsikia, walimfukuza kazi. Inakuwaje wewe ndio unatafutia wateja watu? Wateja wateja wetu, unaharibu wateja wetu. Out. Watoto wake wanalala njaa kwa upumbavu wa baba yao. Ndio. Kuna watoto wanateseka kwa ajili ya upumbavu wa baba au upumbavu wa mama. Amen. Ule mshindo wako, matatizo yako yanasababisha na watoto wako wanateseka. Hawapate vizuri na watu, hawaongeake vizuri na watu, watoto wako hawatapata kazi, hawatapata wanaume, hawatapata wanawake kwa sababu ya matendo yako mabaya. Unateseka kwa njia zako mbaya. Hauko vizuri na watu, haukai vizuri na watu, hauishi vizuri na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kama Israeli Mungu alikumbuka kwa sababu ya maagano alizofanya na baba zao na mama zao, alizofanya na babu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo mema waliofanya baba zao, waliofanya babu zao, Mungu akakumbuka maagano yao aliyofanya na babu zao, aliyofanya na baba zao. Yale unayofanya leo, unaweza kuwapatia watoto wako nafasi, unaweza kufanya watoto wako waangamie. Kumbuka ujinga unaofanya leo, wanaweza wakavuna wale wanaokuja. Mema wanayofanya watavuna wale wanaokuja. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Nenda tuambia Ahabu alipomuua Elia, nenda tuambia kwamba unabii ulikuja ukamwambia mahali ambapo damu ya mtumishi wa Mungu Naboti imemwagwa, ungo wataramba damu yako pale, wataramba damu ya watoto wako, wataramba damu ya mke wako, wataramba damu ya uzao wako, sema ambapo damu ya Naboti ilimwagika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Maombi yanahitaji unyenyekevu na kuacha njia mbaya. Katika kuacha njia mbaya ili utafute uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Katika kutafuta ule uso wa Bwana utamuona. Na ndio maana anasema kwamba kila yoyote anayenitafuta ataniona. Kila yoyote apigaye hodi atafunguliwa. Kila yoyote aniitaye nitamuitika. Bwana atakuitika vipi? Amesema ya kwamba nipo pale, masikio yangu na macho yangu yatakuwa katika nyumba hiyo, nitasikia maombi yao watakapoomba, watakapolia, watakaponiita. Mimi Bwana nitasikia, kwa maana tayari macho yangu yako pale, masikio yangu yako pale, kusikiliza maombi yao, kusikiliza kilio chao, kusikiliza kile wanachoniita. Haleluya. Amen. Amina. Unabii una haki wa kukubali na una haki wa kukataa. Unabii una haki wa kukubali, una haki ya kukataa, haufungwi na lolote. Kwa hiyo uwe na amani tu, lakini tambua ya kwamba maombi yanahitaji nini? Maombi yanahitaji mtu wa aina gani? Maombi yanahitaji mtu afanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisoma
katika Matendo ya Mitume sura yake ya 12 na mstari wa 5, Biblia inatuambia kwamba wakati mtumishi wa Mungu amefungwa, aseme kanisa waliomba kwa nini? Kwa moyo, sio bidii. Kuna bidii na kuna moyo. Unaweza kuwa huko na bidii lakini hauna moyo ya bidii. Amen. Sema waliomba kwa moyo. Maombi hayaji kwa bidii, yanaanza kwa moyo. Moyo wenye kunyenyekea, moyo wenye kuacha mabaya, moyo wenye kuacha kile njia mbaya, moyo wenye kutafuta uso wa Bwana. Aseme kanisa waliomba kwa moyo. Amen. Somea hapo nasemaje? Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 na mstari wa 5. Neno la Mungu linasema nini? Basi Petro alipokuwa gerezani, kanisa lilikuwa linamuombea kwa Mungu kwa moyo. Amen. Kanisa lilikuwa likimuombea kwa Mungu kwa nini? Kwa moyo, sio kwa bidii, kwa moyo. Linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Kwa maana humo ndimo mna nini? Chemchem za nini? Za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Amina. Amen, amen. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Aseme usiwe haraka kwa kuongea. Usiwe haraka kwa kusema. Linda sana moyo wako. Amen, amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Sema Petro alipokuwa amefungwa, kanisa waliomba kwa moyo. Na sisi kama kanisa leo, maombi yetu tuombe kwa moyo. Kila vifungo vilivyofunga maisha yako, vilivyofunga familia yako, vilivyofunga ndoa yako, vilivyofunga watoto wako, lazima viachie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Na Yesu asifiwe. Amina. Bado ngali na nafasi. Bado. Amen. Sema kanisa waliomba kwa moyo. Ukiingia tena katika Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 25, unasemaje? Kila mmoja aliyeko hapa, Mungu anajibu la maisha yake. Maisha yao itakuwa hivi, itakuwa hivi, itatembea hivi. Hata upige vipi, Amen. itakuwa hivyo hivyo. Amen. Unajua unasema nini? Hawezi kulipangia kwa mwanao, ni wa kwako wakati analitumboni. Subiri atoke ndio utajua kama ni wa kwako au ni wa serikali. Soma. Nitasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 na mstari wa 25. Huko ziko Dodoma au ziko hapa? Neno la Mungu linasema nini? Karibu na usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wanasali na kuimba nyimbo za kumsifu Bwana, huku wafungwa wengine wakiwa wanasikiliza. Ghafla kulitokea tetemeko kuu. Habari hajawahi kutokea, ambao litikisa misingi ya gereza. Mara milango yote ya gereza ikafunguka, na minyororo iliyowafunga ikawaachia. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Kule kanisa waliomba kwa moyo. Paulo na Sila waliomba usiku wa manane, akatokea tetemeko ambalo halijawahi kutokea. Misingi ikatikisika, milango ya gereza ikafunguka, na kamba zote zilizokuwa zinawafunga zikaachia. Bali nipo ninatangaza kwa mkono wangu wa kulia, kila kamba zilizokufunga leo patokea tetemeko kubwa, tetemeko ambalo halijawahi kutokea, ikatikisa
katika lile gereza. Nanyanyua mkono wako. Mkono wa Bwana Bwana. Yakataza juu ya maisha yako. Bila milango ya kufunga. Bila gereza limefunga nani? Gereza la utasa. Gereza la umaskini. Gereza la kukosa kazi. Gereza la kukosa ndoa. Sema katika jina la Yesu. 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 Bila gereza limewekwa ndani. Kwa moyo wa maombi. Kwa moyo wa kunyenyekea. Kwa moyo wa kuamini. Kufunga. Katika jina la Yesu. Ninatangaza ufunguo wako. Ninatangaza uhuru wako. Katika jina la Yesu. Uhuru kwa uzima. Uhuru kwa uzima. Katika jina la Yesu. Roma. Jina la Yesu. Shangilia Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa ajili ya ufunguo. Shangilia Bwana kwa ajili ya ufunguo. Mungu akubariki na Mungu afanye sawa sawa kama vilivyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.